So watu wangu, niko hapa Jeddah King Abdulaziz Airport. Saa hii ni saa 9 usiku, siku ni ya Wednesday. Sasa niko in the line of duty. Ndio nataka kuwaonyesha zile mambo si upitia huku Gulf. Ukisikia tuko Gulf, watu wenye wanakaanga hivi wanasema hebu nitumie 2,000 agency. Unajua huku pia kazi tunafanyanga overnight. Sasa niko in the line of duty, naenda kazi yangu wenye hawajui ile kazi nafanyanga. Mi kazi yangu deal mostly na kupik wasichana wa kazi wa airport. So leo nimesema wacha nifike hapa airport nichukue wasichana alafu niwaonyeshe venye huku kuwa. Hii ndio the main entrance, mostly security. Watu wengi pale hawapitangi, kama unaangalia kuna security hapo. So watu kama wa taxi ukuja wanakaa hapa wanagoja watu hapa. Lakini juu mimi niko sijui niseme niko mwenyeji hapo, nitaenda niongee na wao, nipite niingie hapo niende nifanye shughuli zangu. Lakini lazima wanisimamishe waniulize tu maswali. So kuna document sisi hapa upeana kama madereva kuchukua housemate, unakujanga wanakuitisha document fulani ndo unapeana. Ukishapeana sasa wanakukubalisha uingie. Mostly wanakuanga security, mostly ukuwa wa Saudi wanakuanga wanaitisha hiyo document, ni kama authorization, inakukubalisha kuingia hapa ndani. Kama hauna hiyo authorization huwezi ingia hapa. So let's go. Bahati mzuri sijaulizwa na mtu. Leo hata nikaulizwa na kuanga na documents za kuingia hapa. Nimefika like wasichana washaanza kuingia. Sasa hii hawa ndio wasichana wenye wanakuja huku kazi Saudi. Ni wengi. Sasa ukiona wengi saa hii wenye wanakuja wengi saa hii ni wasichana kutoka Ethiopia. Ethiopia ndo saa hii ndio soko yao iko juu. Wa Ethiopia, kuna kujanga wa Philippines, Indonesia. Kama si wa Indonesia kuna kuja wa Kenya, wa Uganda. Isipokuwa wa Uganda kuna pia Bangladesh, Sri Lanka. Hizo country zote wao kuja kufanya kazi huku. Sasa wote unaona wamesimama huku wanaita wasichana, hao ni madereva wa ofisi fulani wamekujia wasichana wao juu. Alafu ukiangalia unaona hao wasichana wanakujanga na uniform, ni kama tag. Hii tag inakuanga ya kuonyesha huyo msichana ni wa ofisi gani. Ndio the moment amefika hapa inakuanga easy kumrecognize, na kama we ni dereva wa hiyo ofisi unamrecognize haraka juu wasichana ni wengi sana. Ukaangalia hapa ni wengi washafika wamekaa hapa. Acha nikutake round waone. Hizi ni ofisi, alafu inakuanga imeandikwa mostly jina ya hizi shati zinakuanga zimeandikwa jina ya ofisi ya hapa na ofisi yenye pahali mtu ametoka. Sasa kama huyu ni dereva anapanga wasichana wa ofisi yake, si unaona Coca-Cola ameandikwa mbele na nyuma. Sasa hii ya nyuma ni ofisi yenye mahali ametoka ya Ethiopia. Hii ya mbele ndio ofisi ya huku Jeddah. Pia huyo ni dereva fulani anapanga watu wa kwake. So wangu hawajafika, ndo nataka niwagojee hapo wafike basi. Kuna hadi wanaume wanakujanga.
Mostly saa hii wenye wana ile soko inakula saa hii ni soko ya Waethiopia. Waethiopia wako very cheap, wamekuja wakabit market sana. Hata watu hawataki countries zingine. Juu kama Waethiopia kuwaleta hapa Saudi ni very cheap. Ni 2 hours kutoka kwao, wanavuka tu wanakuja. Hata wanaume hukuja, sio wasichana pekee, hawa ni wanaume. But mostly unapatanga wasichana ndio government ya huku inashughulikanga na wasichana sana. So unapatanga hata wanaume wamefika hapa wamekaa mpaka 6 hours, hakuna mtu anawachukua. Wamekaa tu hapa, hakuna mtu anakuja kuwachukua. Kitu yenye nilikuja kuobserve hapa ni wasichana wakikuja hapa, kitu ya kwanza hao madereva wanafanyanga, wanachukuanga passport na visa. Wakichukua passport na visa, sasa hiyo I don't know, sijui hii kitu ilitokanga wapi mpaka ofisi. By the way, law lilichangiwa hapa. Haufai kukuja hapa kama wewe ni housemaid ukuje ati kafile yako hold passport yako. Unafaa kukuwa na passport yako. Hiyo ni document yako. So the moment umekuja hapa ati ofisi na kunyang'anya passport wanakaa nayo, hiyo ni illegal. Unaweza askataki. Kama huyu mzee unaona amechukua passport ndio ameshikilia hapo. The moment ati umefika tu huku, unafika umeitishwa passport, umeitishwa visa. Unaona ni kama I guess tuite modern slavery. Umefika tu leta passport na visa. So kama kuna ofisi zingine naonanga wanafika, ukishafika unaitishwa passport, unaitishwa visa, unaitishwa simu, hadi kitu nikajiuliza sasa, mtu hata umeshafika tu hivi hakuna hata kucommunicate useme nyumbani ushafika. So hiyo ndio mambo I think the government inafaa ingilie kati. Mtu akifika hapo, badala ukuje uonekane ati ni kama wewe ni slave. Unafika tu hapo umeitishwa passport, umeitishwa visa. Hiyo haifai. Hiyo haifai. Wasichana ni wengi. Watu ni wengi ukuja huku kujitafutia kazi. Na hao watu hawakujangi juu ya kutaka, wanakuja juu ya mashida. So the moment mtu amekuja hapa mmeanza kumtesha, sipo. Ndio hao wasichana ni wengi wanaingia bado. Wanapatanga wameingia more than 500 girls per time. Unapata ni wengi kabisa. Na kufika tu hivi, unapata unafika, wanachukua passport, wanaihold. Sasa hata ukienda kwa ofisi, kitu ya kwanza inakuanga, ukienda wanachukua ile passport wanahold, na hao ofisi wakihold passport yako, bosi yako akikuja, badala ya kurudishia passport, unaona wanapea boss wako. So pia ofisi za huku zinachangianga pakubwa sana kuonyesha hawa maboss like wako all above the law, unaona. So for me I would advise mostly our governments, tafadhali mnaweza angalia kwa hiyo mambo. Mtu kukuja hapa, unakuja hapa unakuwa ni kama slave. Hiyo haifai. Like for mimi, juu nakujanga wasichana, mimi sifanyangi mambo kama haya. Msichana anakuja, anaingia, namchukua, anaingia kwa gari na vitu zake. Akishaingia nambeba, akifika kwa ofisi sasa ndio aitishwe na huko. But hata mimi try my best. Mtu kaa huyo akikuja, kama ako kwa gari na jaribu na hotspot. Nikisha hotspot juu akifika kwa ofisi, kitu ya kwanza inakuanga kuchukuliwa simu. Hakuwa at least communicate na familia, amewaambia ashafika. Ile sense of humor, usikue kama mnyama. So nilikuwa nataka hata ni dressing code hapa, kama unaweza realize mostly wanawake huvaa hivi, huvaa abaya. Wanaume na wao huvaa hizi zinaitangwa thob, white, pure white. So unapatanga wasichana kama hivi wenye wanakuja na uniform, after a while utapata wameshanunuliwa abaya. Wako na abayas yani. Hata siku moja nimekuja hapa airport, nimeshangaa juu venye nilikuja nilipatanga mtoto akicheza
Alafu sasa wakapoteana na mama yake. After kupoteana na mama yake, huyo mtoto alienda akashika mtu mwingine akamuita mama. Mama yake ako mahali tu anacheka, mtoto wake ajui mama yake juu amejifunika kila mahali, hata mtoto hamjui, hawezi mjua. Huku not unless ujue mtu na kiatu ama handbag. Ni ngumu sana kujua mtu juu amejifunika gumbi gumbi. Wasichana bado wanakuja, wangu hawajafika. Wanaume pia wanakuanga ndoa wanaume. So wanaume hawa ni kama, hii ndege ni kama ilikuwa ya Ethiopia, so mostly imebeba wa Ethiopia wengi. Wa Ethiopia ndio wengi. Sasa kama hao wenye unaona wamekuja bila uniform, hawa ni maex. Maex kuna vile wanakuanga wamechanuka, watakangi kuvaa hizi uniforms. Lakini hao wengine wenye hawajachanuka wanakujanga tu nazo wakiwa wamevaa. Though Ethiopia sio mbali, ni place ya 2 hours. Like kama kutoka Kenya niliona ni 4 hours and a half. So Ethiopia ni nusu. Kenya iko far away kushinda Ethiopia ukienda direct. Hata huku unapatanga wa Ethiopia wengi wanavuka tu na meli, wako huku wamejaa, wamefurika huku sana. So nataka nikuonyeshe venye watu huhanduriwa. Na sasa naona ni kama wangu wamefika. Alafu kitu ya kwanza ikifika hapa inakuanga unapiga, ukishachukua msichana unampiga picha, unatuma. Hiyo ni kuconfirm kwa ile foreign office, ina confirm huyo msichana ashafika. So ndio hao wanataka kupigwa picha, washachukuliwa, wapigwe picha ndio ikuwe ni confirmation washafika. Tunaona pale kuna wengine wanapigwa picha. Like hapa unajipatanga hata ofisi mingi hazishindaniangi na wanaume sana. Unapata wasichana tu ndo wako ile iga. So kuna hii kampuni inakuanga hapa ya Saudi Worldwide, ni kampuni ya government. So the moment msichana amefika hapa, akae hapa kwa airport for 30 minutes bila kuchukuliwa na driver yote. Hiyo kampuni inaitwa Celsic. Kitambo ilikuwa inaitwa Sakan, sasa hivi wamebadilisha jina, inaitwa Celsic. So akikaa hapa 30 minutes bila kuchukuliwa, hiyo kampuni inawachukuanga, inawapeleka kwa accommodation yao. Ikishawapeleka ina fine hiyo ofisi yenye inafaa kupiki huyo msichana, inawa-fine like kila msichana I guess sasa hii ni 115 riyal. Kumchukua tu kumpeleka kwao, wanawatumia email kwa website ya ofisi, wanawaambia tuko na msichana wenyu, please mkujieni kabla 12 hours hazijaisha. 12 hours ikiisha inakuwa times 2. Inakuwa kama ilikuwa 115 inakuwa 215. So si unaona kama huyu amefika, wasichana wamefika, ashachukua passports. That's very bad. Hawa naona ni kama ni wa Uganda. Wa Uganda pia wamekuja, wamepita Ethiopia. So hii ndege ni kama haikuwa na Wakenya. Sasa sitapata mtu wa kuongea na yeye Kiswahili. Wasichana wamefika wengi. Sijaona Mkenya yeyote mahali. Unajua Wakorino hujuana na Kiremba. So sijaona Mkenya mahali. So pia hapa Saudi kuna kuanga na wale watu wanaitwa mandop. Hao wanakuanga drivers for hire. Kuna ofisi maybe mostly hawataki kukuwa na personal driver. So kwa hao watu hawataki kukuwa na personal driver, wao uhaya hawa madrivers. Mostly hukuwa Yemeni na wa Egypt, wa Masri. So kwa kila msichana unaona akikuchukulia msichana anakulipisha 50 riyal. Wao hutengeneza pesa. Si tukilipwa 1000 hapa, unapata huyo mtu kwa siku moja anatengeneza like 500 riyal, even 1000.
kwa siku akitengeneza 1000, kwa mwezi ako na 30,000. Unaona hiyo ni pesa mzuri. Mostly hao watu kaa tu hapa, kazi yao ni kureceive wasichana. Wakisha wa receive, juu wengi ukujia hapa, wana receive wanawapeleka kama zingine juu Jeddah mostly ni kama ndio kubwa, ni transit. Wakichukua wasichana hapa wanapeleka kama anaenda place kama Riyadh, Dammam, kuna place ingine inaitangwa Arbashaya, Albaha, wanawapeleka hadi bus station. Wakishawapeleka huko wanaenda wana transit, wanachukua hapa kwa airport wanapeleka kwa bus station, inakuwa ni kama transit. Hao watu hutengeneza tu pesa smart. Kama wale wasichana wanataka kupigwa picha, hiyo ndio kazi ya driver. Hiyo ndio kazi ya mandop. Hawa ni wengine pale wamealainiwa wapigwe picha. Washapigwa, mandop kwa wengi kabisa. Like unaweza pata wako more than 500. Na kama kuna watu wanakuanga arrogant, ni hao Arabu. So there was this day nilikuja hapa airport, nilikuwa nachukua msichana. Saa ika happen boss wake alikuwa anakuja, anamkujia hapa airport. Sasa alafu wananga subira, anakuharakisha hapa, wanakuuliza msichana kwani amekaaje. Karibu muulize sasa, wewe kwani ni wewe ulikuwa unaendesha ndege ama ni wewe huko ndani kwa immigration? Anakuuliza saa ngapi? Nibidi nimemwambia goja. So ika happen tunapiga story na huyo employer. Huyo msichana alikuwa anatoka Ethiopia. So alikuwa ananiuliza, yani huyo msichana anatoka Ethiopia anakuja hapa juu ya 1000. Niliangalia tu huyo jamaa nikamwambia, hiyo pesa wewe unaona sio pesa. Kuna watu kwake labda anataka hiyo pesa sana. Kwake ni pesa inaweza change maisha yake. Ati you are saying this girl is leaving the family because of 1000 riyal. Nikaangalia huyo jamaa nikasema, Mungu amekubariki na pesa, lakini upstairs hajakubariki poa. Like unaweza uliza aje hivyo? Ati mtu amekuja akasacrifice kuacha familia yake juu ya 1000. Do you know that 1000 how much it's worth in our country? It's a lot of money. Wewe uko hapo kusema ati huyu mtu nani anaweza taka kuacha familia yake juu ya pesa? But ina depend, unakuja kujitafutia ndio utengeneze at least maisha yako hapo mbele. Una get? So nilifeel vibaya, lakini sasa sikuwa na uwezo, but nilimuexplainia huyo mtu pia anaweza kuwa kwao hiyo pesa ina mean a lot. Hata mimi nilimwambia kwetu pia hiyo pesa ni mingi. So hata mimi ilibidi nimemwambia pia mimi hiyo ndio mshahara yangu. So huyo msichana usione ameacha familia yake juu ya hiyo 1000, inaweza change fortune. So kuna siku ingine fulani hapa, nimekuja hapa airport, mimi nilikuwa nachukua wasichana wangu, nikachukua wasichana wangu. Obvious wanakuanga na logo zinakuanga hapa mbele kwa shati ndogo za ofisi. Sasa mimi nimetumua wasichana wa ofisi, nilikuwa wasichana 5. So na kulikuwa na wanaume walikuwa hapo, wanaume karibu 3, nikaona wako na hizo logo za ofisi. So ofisi yangu haikuniambia kama kuna wanaume wanakuja, lakini ile humanity, nilienda tu nikauliza hao majamaa, nikawauliza ama wako na simu, nikawa hotspot. Alafu kitu nyingine inakuanga hapa ni ngumu, ni language barrier. Kwanza wa Habeshi, wa Ethiopia, hakuna lugha nyingine wajua, hawajui Kiarabu, hawajui Kizungu. So huyo mtu kushikanisha muongee naye, it's very hard, ni ngumu sana. So nilienda pale nikawa hotspot, tukapigia mabosi wao, alafu
Nikaondoka na mimi nikasema ni sawa, fanya kazi yangu, tenda wema, nenda zako. Mimi nikaenda zangu ofisi, like hata nilijiuliza aje sasa ofisi na inajua nilikuwa nakuja huku airport, so wangeniambia at least kuna wanaume wanakuja jaribu na wanachukuliwa na mabosses direct. Anyway, nikasema hiyo sio kazi yangu. Kama kawaida uko hapa Saudi usitumie akili, mimi nilitumia tu akili yangu na ya Mwarabu, nikanyamaza nikasema kama mko niambia kuna wanaume wanakuja hata mimi, lakini juu nimeona ni wa ofisi yangu, acha niwasaidie mahali naweza. So kitu mostly yenye inafanyanga tukuje hapa hata si kazi sana, juu kazi tunaweza fanya kwetu, hatuwezi maliza zile kazi ziko huko kwetu nyumbani, but mostly kitu inafanyanga tukuje hapa ni pesa. Pesa ndio everything. I just hope mtu yoyote ako gaf, nyinyi munaitishanga tu emergency, munashikangwa na emergency za 2000. Do you know how much like per day hiyo 2000 hata labda ndio naan hiyo 2000 unaitisha mtu akiwa huko gaf. Sasa hiyo amesugua choo ya Mwarabu, sasa hiyo amenyimwa chakula, wewe uko hapo kumuitisha emergency ya 2000. Anyway, it's good, ni familia, tunafaa kuwasaidia. Na lakini wengine, kuna wengine utobrem wanasema sijui hao walienda majuu wakaanza kujiona sijui nini, ametunyamazia. Okay, it's not for you to judge us, but tunakapitia huko. Hata mtu akikuitisha do akwambie ana for that time, we leo. Mostly hata pesa kutuma huko inakuanga difficult sana, mostly kwa wasichana. Juu wasichana ni watu fungiwa ndani. So unapata kwa access yake ya pesa, na utanelesi kuwe ni end month anapelekwa banka anatumiwa, inakuwa ni ngumu. So mkiitisha pesa hapa katikati ya mwezi, mnafaa muelewe mambo si rahisi. Sasa hii ni usiku tunachapa wela. Wewe huko Kenya najua umetuna uko kwa usingizi ya ile ya tuinaitanga aje, morning glory. Anyway, all in all, here we are, tunatafuta the better future. So kwa hiyo ndege ya leo ni kama hakukuwa na Kenya, watu nimeona hapa ni wa Ethiopia. Sasa kitu inakuanga fani hapa, mtu akikuja hapa the first time, unapatanga watu ile uoga wako nayo, watu wanakaa tu ni kama umwaiona kuku ikitaka kutaga, watu wamekaa tu na kauoga mingi, hata ushikanishi rada. Juu huyo mtu first of all amestuka, passport imechukua kitu anajua. Hebu ona kama hawa vile wamekaa. Shukrani. So I wish watu wanaweza jua zile challenges si upitia tukitafuta hizi passports, wanakujanga kuchukua hapa just anyhow. We do struggle a lot. Kama huyu unaona amechukua passport, amechukua kabag. Kama kaka Pakistani si unaona ni passport kamebeba. Wanahisi wanaweza jua hizi vitu venye changamoto zenye si upitia tukizitafuta. It's really hard for us. Anyway, let's call it a day.